swala la udhiya kwamba ni sunna muakkada, na tukatajua sifa za wanyama wanaostahili kuchinjwa katika udhiya. Sasa hapa anataja muda, anasema waqtu dhabhi min waqti salati al-Eid, wakati wa kuchinja ni tangu wakati wa swala ya Eid. Lakini kuanzia toka swala ya Eid ila ghurubi shams mpaka kuzama jua min akhir ayami tashriq, katika mwisho wa siku za tashriq, kwa maana ya kuwa muda ambao ni ruhusa mtu kuweza kuchinja ni katika kitambo kile kile cha mwanzo wa swala ya Eid, ambao tunasema ni tangu kuchomoza jua, manake mitului shams, tangu kuchomoza jua alafu likapanda kidogo lile jua, na likatoka katika muda ule ambao ni haramu kufanya ibada, kwa sababu muda wake ni wakati swala ya Eid. Maana ule ni muda kitambo kile cha swala ya Eid. Sasa kitambo cha swala ya Eid, swala ya Eid huwa inathibiti baada ya jua kuchomoza. Sasa jua likishachomoza kikanuni, huwa kuna kitambo pale kinapita, takriban nadhani kinachukua kama dakika, ila amesema qadara rumhi, ile jua likishachomoza qadara rumhi pale kipande kidogo, mtu afanye nini, aswali kiasi cha upande ule mkuu. Nadhani pale kilichokuwa ni sahihi ni takriban dakika 15. Qadara rumhi inaweza kuchukua dakika 15 hiyo karia ile kutoka jua limechomoza, alafu jua unaacha linapanda kidogo. Kwa kitendo cha kupanda kidogo takriban haizidi sana dakika 15, anacheza kule kwenye 10-15. Sasa zikishapita zile dakika, mtu anaruhusiwa kuswali swala ya Eid au anaruhusiwa kuchinja mnyama wake wa udhiya. Ndio muda wenyewe sahihi huo, lakini hapo ni mwanzo, kwa sababu zama ni wakati swala ya Eid, hapo ni mwanzo, lakini mwisho wake ila ghurubi shams min akhir ayami, mpaka kuzama jua katika zile siku za tashriki zile tatu. Sasa ukihesabu na hii ya Eid zinakuwa ni siku 4, maana baada ya swala ya Eid kuna siku 3 mbele zinaitwa ayamu tashriki. Ni Eid ambayo imezoeleka kuitwa Eid kubwa, Eid ya kuchinja wanyama. Sasa hapa kuswali Eid kama leo, alafu zile siku 3 zinazoanzia siku ya Eid ya pili, ile Eid pili ile zinaitwa siku za tashriki, ayamu tashriki, ambazo mahujaji kule wanakuwa na zoezi maalum kwenye Emirati la basi kule. Sasa ile siku ya mwisho katika zile siku za tashriki, ikifika laasi jua likazama, ndio mwisho. Kama kawaida kwenye takbira, kwamba kwenye takbira kila baada ya swala ya Eid na kila baada ya swala ya faradhi unaita takbira mpaka ile siku ya Eid yenyewe na zile siku 3, lakini mwisho wake baada ya asr, na ndio maana baada ya maghrib pale huwa ile, kwa sababu ukisha swali magharibi zile siku muda wake unafanya nini, zimeisha, kwa sababu jua limefanya nini, limezama. Kwa hiyo hata swala la kuchinja linaishia jua limeshazama. Kwa hiyo maana ile siku ya 4 ya Eid ambayo ni siku ya 3, mtu anaweza kuchinja baada ya asr, na atakuwa mpaka siku ya wakati. Tumezoea tu sisi tulipo huko kuchinja ile siku ile ya kwanza ambayo ni ile mwezi mosi, yani tunasema Eid mosi,
Makisio mwezi mosi tena. Makisi mwezi nani? Mwezi 10 unakuwa 10, 11, 12, 13. Mwaka tarehe 10. Lakini ile tunasema ni Idi mosi, maana ndio siku ya kwanza ya Idi. Sasa sisi tumezoea kwenye ile siku ya kwanza ya Idi. Lakini nafasi ipo siku ya pili, ya tatu na ile ya 4 ambapo mpaka alasiri unachinja. Tena hizo ndio nzuri kwa sababu walaji wanakuwa wengi. Kwa sababu wengi si wamechinja huko kwenye Idi mosi na ile Idi pili. Kuanzia Idi 3 mpaka Idi 4 huko wachinjaji hawapo. Hata nyama zishaisha. Kwa ina maana ukichinja ile siku ya mwisho utapata walaji wengi zaidi. Sema watu wanakimbilia ile siku ya kwanza. Kwa hiyo huo ndio muda wenyewe muafaka. Sababu aliposema minoti salatu al-Eid, maana yake anasudia ni tangu kuingia wakati wa swala. Ndio wasema wa shamsi wa mudhi wakati yasau salata wa khutbatayn, na kupita kitambo ambacho kinakundukia swala na hutuba mbili. Lakini ilo bora ndio alisema alafu tufunguka baada faragha na salati wa samai khutbatayn. Ilo bora ni kutekeleza lile jambo la kuchinja baada ya kumaliza kuswali na kusikiliza hotuba mbili. Kwamba mtu akisha swali na akasikiliza hotuba mbili basi akachinje. Ndio zile tumesema takriban hizo dakika ngapi? 15 tangu kuchomoza kwa jua. Sema ustahabu aenda dhabhi 5 ashiya. Na yanasumiwa zamani za kuchinja au wakati wa kuchinja mambo 5. Kwamba kuna vitu vitatu ni sunna katika uchinjaji wake mtu akutekeleze. Kwanza atasmia, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, wastiqbalu al-qibla, wa takbir, wa du'a bil qabul. Kwamba la kwanza ni tasmia, lazima atamke. Kwa mtaji na Mwenyezi Mungu na mswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna kuelekea kibla, alafu kuleta takbira na kuomba Mungu, kutoa dua, kumwomba Mwenyezi Mungu akukubalie hilo jambo unalotaka. Na haya yanahitajika kwa sababu gani? Kwa sababu ya kile kitendo cha kwenda kuchinja. Sababu aya inazungumza aya ya Qur'an, Mungu anakumbusha, anasema fakulu mimma dhukira ismullahi alayhi, kwamba ili kile kiwindwa kinani nyama ya halali ni ule ambaye limetajwa jina la Allah wakati wa kuchinjwa kwake. Tuleni katika kile ambacho kimetajwa jina la Mwenyezi Mungu. Kwamba kile kilichotajwa jina la Allah ndio ambacho kinatakiwa mtu ale. Lakini hata hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka hivyo hivyo, tamka bismillah alafu wakabir. Ndio sema bismillah Allahu akbar. Maana unatamka jina la Allah ndio tasbih. Takbir tunasema Allahu akbar. Ingaje mwingine anaenda kwenye usul na kwamba zile takbira wanataja mara 3. Lakini hata hiyo mara moja inatosha. Kwamba Mtume alisikika wakati anachinja alisema bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Kwamba katika dua sasa, katika dua uombe utaje ile kabuli, ikisema taqabbal, dua yako ile ni ya kutaka kabuli, kwamba Mwenyezi Mungu akipokee kichinjwa chako. Allahumma taqabbal minni, yeye Mtume alijitaja mwenyewe, anasema Allahumma taqabbal min Muhammad, unikubalie ni Muhammad, lakini na familia nzima wale Muhammad. Bado
kuwaombea wa min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ile takabbal kwenye ile uchinjaji ni sunna iwepo. Sasa hiyo ni sharti ya kwanza. Lakini ya pili ni kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, salatu ala nabi. Lakini wastakbalu qibla, kwa wakati wa kuchinja mtu aelekee kibla. Manake utakuwa na udhuru wewe wa kukiacha kibla ukaelekea sehemu nyingine, wakati yule mnyama umemwandaa mwenyewe na siku maalum umeichagua kwamba leo siku ya kuchinja na chinja, umeandaa na eneo, alafu ukachinja umeelekea sehemu ambayo sio kibla, inakuwa si sahihi. Kwa moja katika sifa ya ukamilifu wa kichinjo cha udhiya, mtu lazima aelekee kibla wakati wa kuchinja, na hiyo ndio sunna na ndio masharti ya uchinjaji. Katika sharti la kuchinja mtu lazima aelekee kibla, isipokuwa labda kwa dharura. Lakini hata hiyo dharura na bado tukikuta dharura ukaelekea kibla, ngaje tutaita hiyo magharibi, lakini kusema Kaaba iko katikati. Na ndio maana kwa wale wanaobahatika kwenda hija, mtu akienda Maka kule huwa anaizunguka Kaaba. Kwa kuna mtu wakati anaswali kaelekea magharibi, lakini kaelekea kibla kwa sababu ndio Kaaba anaiona, anaishuhudia. Lakini kwa sisi, kwa sababu tuko mbali na maeneo ya Kaaba, tuelekee katika ile ambalo eneo linasomeka kuwa huko ni wapi, ni kibla. Uwezo kuelekea magharibi au kusini, na wakati huo kama ulo. Haya, na takbira ndio yosema Allahu Akbar, ndio dua bil qabul, dua bil qabul ndio Allahu taqabbal minni. Sema la yakulu mudhaki shay'a min al-ruhiyya al-mandura, wala aliyu ule mwenye kutoa udhiya mchinjaji hali chochote katika mnyama wa udhiya, katika udhiya, katika mnyama yule aliyewekewa na nadhiri, manake haruhusiwi kula. Wala yakulu al-mudhaki shay'a min al-udhiyati al-mandura wa yakulu min al-udhiyati al-mutatawwa biha. Kwa sheria sasa hapa inamtaka huyu aliyechinja mnyama wa udhiya haruhusiwi kula chochote katika sehemu yote katika mnyama ule, akaamua atoe paja moja ale au kipande fulani ale, haruhusiwi. Isipokuwa aina ni mnyama wa nadhiri, nataka kuchanganya mada. Katika mnyama wa udhiya yeye haina shida. Mnyama huo wa kawaida wa udhiya alomchinja katika idi ya mfungo 3, hiyo sheria inamruhusu atakula. Lakini sheria inamkataza ni huyu yeye katika udhiya, mnyama yule katika udhiya, lakini yule aliyemwekea nadhiri, yeye aliweka nadhiri kwamba hivi siku ya udhiya mimi nitachinja kwa sababu ya tatizo 1, 2, 3. Inshafani ya Allah, Mungu akiniponya matatizo yangu nitachinja kondoo. Mungu akirudisha mali yangu iliyopotea muda mrefu, mimi nitachinja ng'ombe mmoja. Mungu sijui akifanya hivi, mimi nitafanya hivi. Yaani ameweka nadhiri kwa Allah kwamba kuna jambo atalitekeleza baada ya kuwa yeye alikuwa na changamoto fulani zimeondoka, au kuna naye ameshuka. Makanadhiri yanapatikana kwa sifa mbili. Ima ile ifao na kama kuondosha na kama kuondoka mabala, mateso, maradhi yameondosha zile na kama zimeondoka, au kwa maana kuna neema zimeshuka, kwamba ima yapata neema fulani, basi anamshukuru Mwenyezi Mungu amekarabia kwamba nikifanikiwa upata ule mzigo wangu mimi
siku ya Idi nitachinja, au hata kama sio siku ya Idi au siku yoyote, labda alikuwa na changamoto kwa ilikuwa ni shida, kila akipeleka kosa sehemu amekataliwa, kila akifanya hivi mara hivi, ndio siku Mungu akijalia kosa yangu ikakubalika na nikaoa au mke akanikubali, ni lazima nitoe sadaka ya ngamia. Na kweli kaenda vile, yule mke alimwangaikia muda mrefu amekubali, basi lazima atekeleze. Sasa atakapotekelezewa vile, yeye ndio sheria hairuhusu kula. Sasa ndio kuhiatil mandhura. Lakini huyu mwingine kwa kawaida yeye unakula. Kwa hiyo mambo ya nadhiri sio lazima ile siku ya Idi imetajwa kwa sababu ni mwafaka wa mlango, lakini ina maana mtu anaweza kanadhiri siku yoyote. Ndio yakulu min al-udhiyati al-mutawama biha. Ndio hiyo sasa anasema yeye atakula nyama yule aliyemtoa kwa kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Yeye yule mnyama kakutoa kwa maana ya kuwa anatenda kufa, haina maana ametoa, haina maana kwa ajili ya nadhiri, hana maana hayo. Huyu ni kwa ajili ya kuwa ni sunna, ameamua atende kheri, sababu ni jambo la kheri la ibada, ameamua atekeleze, lakini hana jambo lingine la ziada. Kwa mnyama wa namna hii sheria inaruhusu, maana kiasiuza katika huko ya kitu chochote. Ndio sisi tunajua hapo ndani wanasema wanasema wale japo kwa ngozi hata kama ni ngozi, kwamba mtu amechinja ng'ombe wake wa udhiya au amechinja mbuzi wa udhiya, akaona kwamba sasa hapa yeye akawa na kiakili kwa wanadamu. Sasa akaona angalia kama kichwa kitampa nani, ndio kama nyeupe anapelekea hivi miguu ngozi, akamwita mantilia anauza kasoro, akaamua kuuzia. Sheria inakataza kama ndio wakuwa huyo mnyama na ng'ombe utakiwi kuuza chochote, iwe ni ngozi, iwe ni miguu, iwe ni kichwa, ukaamua uziwa kibesupa. Sheria ile inakataza vyote viko wote kufara wa masafi. Jingine atakayofanya atawalisha mafakiri na maskini, atawalisha mafakiri na maskini haswa. Ndio kwa sababu lengo la kuchinja mnyama chini ya mbali ndio sunna. Mapokezi yamekuja kwa mfumo huo, lakini bado yule aliyochinja na malipo yake anapata thawabu nyingi. Lakini lengo kubwa manufaa yarudi kwenye jamii, kwamba kuna jamii ambao wao siku hiyo ni siku ya furaha, siku ya Idi, naona. Lakini bahati mbaya sasa hawana kitu, na siku ya Idi. Siku ya Idi mtu anakula ugali, labda kwa mrenda, maharage, naona. Wakati wenzake pale wanakula nyama, sio wanakula pilau. Sasa ili naye afurahi, huyu apewe mki yake, umaskini na fukara wafaidike. Kwa lazima awapatie. Ndio maana sasa ikashuka kidogo, watu wengi jamii wengi wamefeli kwa sababu kuna watu muhimu wamewaacha, kwamba wale viongozi wa dini wanaosimama mambo yale, ikishafika kwenye ile masala wamesahaulika, kwa kuwa wale ndio ambao wanaijua jamii, ndio ambao wanaweza wakaongoza, wakasema bana, kwenye huu mtaa wetu bana, tuna watu fulani wana shida, tuna mzee fulani, tuna bibi fulani, kuna nani, hao watakiwa wasaidiwe.
Sasa hiyo sababu tuko uwezo kwa na jamaa zake anawajua, atachinja hata wakawie. Kuna mdoyo mkombe ni hatari anayo. Lakini kuna watu hawana, nani atawajua? Ni kiongozi wa dini ndio wanakuja kumuomba. Kwa wale wasiokuwa na kitu, siku zote wanakimbia kwa viongozi wa dini. Hayo kwa mwenyekiti wa Nzengo hata siku moja. Sababu mwenyekiti wa Nzengo wale wanaweza kupiga faini. Sio yeye basi tunamwona ni maskini, ni fakiri, ambapo sheria ya dini inasema asaidiwe, lakini akiwa kwenye Nzengo, mwenyekiti wa Nzengo atamwambia tunakupiga faini kuja kurudia kwenye msiba. Na huyo anapiga faini na siku 3 hajala chakula hana, anabangaiza. Kwa sasa anayekimbiliwa siku zote ni kiongozi wa dini. Hasa kiongozi wa dini ambaye ndo anaijua jamii, kila mmoja anajua katika wale watu wake. Ndio kasahulika, ikifikia hapo tena atafuata kama kuna labda sana, kuna ndoa, kuna msiba. Lakini kwa nyama mwingine kuna mambo watatu bwana shehe tunataka kutoa sadaka. Sisi hapa kwa kugani atakaofaa kupewa. Au mtu wana harakati. Huko ni dini wasema wana harakati. Wana harakati wa dini wale ambao sasa huwa wanafanya mambo ya matajiri. Wanasema mambo ya matajiri. Sasa wale mara nyingi wana harakati wengi kwenye dini baza zetu hizi ni wale ambao wako tofauti na wako tofauti na mashehe na viongozi wa dini. Ni wachache sana wanafanya nao kwa pamoja. Wao kazi yao kufika kule ni kuwashambulia viongozi wa dini au ndio harakati kwenye dini. Sasa unaweza kuona dhamira yao ni nzuri, lakini baadhi yao wako ni wazuri, lakini baadhi yao sio wazuri. Huwa wakitaka ile nafasi au ndio wana harakati katika dini kwa zama zetu. Sasa watu wengi huwa wanadaika wanawatumia hao. Sawa, nadhani naeleweka hilo. Sasa hapa hiki ni fasli watu kifupi, anakuja fasli nyingine anasema wala aqiqatu mustahabba. Aqiqa ni yenye kusudiwa. Maana aqiqa ni sunna. Wa hiya at-tabihatu anil mawludi yawm sabihi. Ni kile kichinjwa mnyama anachinjiwa mtoto siku ile ya saba yake. Sasa aqiqa ndio kaifasiri, lakini anafasiri kisheria. Aliposema al-aqiqatu hiya dhabihatu anil mawludi yawma sabihi, maana anafasiri maana ya aqiqa kisheria. Katika sheria ya Kiislamu aqiqa maana ni ule mnyama anayechinjiwa mtoto siku yake ya saba tangu kuzaliwa kwake. Ndo adhabiha. Lakini kilugha sasa nini aqiqa kilugha? Aqiqa kilugha ni nywele. Manake ismu al-sha'r alladhi yakunu ala rasi al-mawlud hina wiladati. Manake ni jina la nywele. Aqiqa, maana aqiqa ni zile nywele zile ambazo ziko juu ya kichwa cha yule mtoto. Ile siku yake ya saba, siku zinanyolewa zile nywele, zinanyolewa katika ile siku yake ya saba. Kwa hiyo maana kiufupi aqiqa ni zile nywele za mtoto zilizonyolewa. Aqiqa zile ambazo wazazi mtoto ameamua siku yake ya kwanza au siku yake ya saba wakaamua kunyoa zile nywele. Kwa nywele kwa hakika ni jina la nywele.
lakini kwa maana ya nini? Kwa maana ya kilugha. Sasa likahamishwa lile jina kutoka kwenye kuitiwa nywele likapelekwa kwenye kile kitendo kinachofanyika siku hiyo kwa ajili ya ule mtoto, ambapo ni kitendo cha nini? Cha kuchinja ule mnyama mwenye kafara, ndio adhabiha. Kwa hiyo ikitajwa tu Afrika ngazama ni kuchinja mbuzi. Kwa hiyo jina ambalo tunaudhihiri moja kwa moja katika uelewa, katika fikra za watu na ufahamu wao, kitu kinachokudhihiri kana hakika ni yule mnyama, lakini asili yake imetoka wapi? Imetoka kwenye nywele za yule mtoto. Na ndio ilivyoeleweka kwenye jamii. Na ndio anasema kwa nini basi imetobia? Ndio sumia bidhalika li'annahu yulaqu wa kwa kuwa zile nywele zinanyolewa na zinakatwa na zinaondoshwa kichwani. Kwa hiyo kitendo cha kufanya vile ndio zile nywele zikapewa jina la nini? La hakika. Kwenye lugha ya Kiarabu, angalia neno zaidi amezungumza kwa maana, kwa sababu tunaenda kwenye tamko hili kwenda kwenye maana yake ya kilugha kuwa ni jina la nywele, kwa sababu asili ya neno hapa ni kukata. Ina maana nyingi ambapo sasa hata pale hapa kwenye tafsiri kwa maana ya kuchinja, ni kitendo cha kuchinja mnyama, kumchinjia mtoto ambapo tunaita hakika, ndio hapa, lakini kwa maana ya kukata, kunyoa. Sasa hicho kinachokatwa, kinachonyolewa, kilichokatwa, kilichonyolewa ndio kiita hakika, tamboni nywele. Sasa ile jina limetoka kule likaenda kwenye kile kitendo chenyewe kinachofanywa kwa ule mnyama apendo, ndo dhabiha. Hicho kilichochinjwa sasa ndio mnyama sasa kichinjwa chenyewe. Sasa mwalimu kwa anadhula shatani na kuchinjiwa kijana wa kiume, mtoto wa kiume, wanyama wawili, maana mbuzi wawili, wanajaria tishara, na uchinjwa kuchinjiwa mtu wa kike mbuzi mmoja, maana mtoto wa kiume anachinjiwa mbuzi wawili, wanyama wawili, na mtoto wa kike anachinjiwa mnyama mmoja. Ndio utaratibu wake huo kwa Afrika. Na hapa imetajwa idadi kwa maana ya kuwa kama ikitokea idadi imeongezeka, wanyama nao wanaongezeka. Ndio maana nasema hapa tunasema ilikuwa anakula shatani. Kwa hiyo tubapo anakula shatani wa anajaria tishara. Sasa ina maana huyo gulamu ni mmoja. Wakiwa gulama inaongezeka. Na wale kule ukiwa jaria tani mabinti wawili inaongezeka idadi. Ndio kama kuna ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba
hadithi ambayo amesimulia Ibn Abbas. Anasema haqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-Hasan wal Husayn kabshay. Kwamba Mtume aliwafanya hakika, aliwachinjia Hasan na Husaini wanyama wawili kabshay, kwamba Hasan akachinjiwa kondoo wake wawili na Husaini kondoo wake wawili. Sasa ina maana hapo kupiga mahesabu ni kondoo ngapi waliochinjwa? Maana yake ni kondoo 4. Maana yake pale ingekuwa kwamba haizingatiwi idadi, angeishia kuchinja kondoo ngapi? Wawili tu, kwamba Hasani mmoja na Husaini mmoja, kwamba wangewagawana, kwa sababu mtu akiuka anachinjiwa kondoo wawili, wenyewe wako wawili, basi hao wawili wabebe wote kama wamagawana. Jinsi hivyo kila mmoja anatakiwa ampate anayestahili. Nasema wote ni mfukara wa masakin. Baada ya hapo sasa, huyo aliyofanya hakika kwa ajili ya mwanae atawalisha mafakiri na maskini. Ni sadaka hiyo anaitoa kwa ajili ya kuwatolea watoto wake kufanya kichinjwa kama kafara kuondosha mabalaa nini, la kuleta kheri. Kwa hiyo baada ya hapo sasa sadaka ile ataipeleka kwa wahusika ndio hao mafakiri na maskini. Na wasiojiweza wengine wanafanana na hao maskini. Hii nao vile vile ni kama tupite kule kwenye udhuhia. Mgawanyo wake usiishie kwa wale jamaa zake. Anaweza kawa yeye jamaa zake lakini wana uwezo. Basi hebu apanue wigo. Upanue wigo ndani kwa watu wasiojiweza, mafakiri, maskini, wale ndio wanaangalia. Kwa hata kama anawapa na jamaa zake ile sadaka, lakini sehemu kubwa ni wapate wahusika. Mambo wetu ni mfupi, Afrika ndio mishia hapo, lakini tu tunataka tujifunze tu kwamba kila mmoja wetu ni muhimu kufanya hakika, na hakika ni sunna. Hata kama tumeanza wala hakika tu mustahab, hakika ni sunna. Ingawaje wengine wanasema ni wajibu, kwa sababu hiki anachokifanya ni kwa ajili ya mwanae, kama jinsi ambavyo mzazi ni wajibu kutoa malezi, yani kumlea mwanae, kwa ni wajibu na atafanya nini hakika. Lakini sehemu kubwa wanazuoni wameenda kwa maana ya kuwa usuna kwa kufanya hakika mzazi kumfanyia mwanae, na hii hakika muda wake tangu kuzaliwa kwa mtoto, haina ukomo. Hakika haina ukomo, inaweza kufanywa wakati wote. Ingawaje wanazuoni wametuambia katika vitabu vya fiqh muda halisi ila bulughi walad, muda halisi mpaka pale kwa ule mtoto. Akisha bale sasa, nadhani hata muda umeandika kwenye kitabu kingine cha fiqh Riyadh al-Badia, nafikiri ndio hivyo. Akisha pale anaweza akajifanyia mwenyewe, yani ule wajibu sasa kuhitajika mzazi kufanyia hakika mwanae, ule wajibu utakuwa umeondoka.
utakuwa umebaki kwa mtoto mwenyewe. Sasa mtoto mwenyewe kisha baadaye ni mtu mzima na maisha yake, lakini anajua kabisa mimi mzee wangu wa kwetu nifanyia hakika, kwa sababu alikuwa hana uwezo, kipato kidogo, alishindwa kununua mbuzi, gharama za mbuzi zilimshinda, basi ajifanyie mwenyewe Afrika yake. Kama mtu yuko tayari kufanya birthday, mtu mzima na miaka 50 anaita watu kwa leo birthday yao, kwa anaandaa keki inaandikwa birthday for Mr. Asante Juma. Unaona, imeandikwa sana jina pale. Sasa mimi sifanyake. Kama kila mwaka ana uwezo wa kuita watu wanafanya birthday yake, anaingia gharama. Unaona, anasherehekea kufungua kwa ombi, wala anashukuru neema. Hata angekuwa yeye, unaona, maana ukiwa ile umri unazidi kwenda, maana ndio umekaribia kaburi. Basi ingekuwa birthday yake, anasema namshukuru Mwenyezi Mungu juu ya neema alinipa hii ya umri, kanipa neema hii. Wengine kisha kufuata mawaziko wakapata neema hii, basi aniwafikishe niendelee kutumia vizuri, lakini hilo hana.